Jina la Kristo, kauli yetu ya ushindi, alama yetu ya utambulisho na chanzo chetu cha mafanikio. Jina la Kristo. Kuna wimbo tunaimba inasema, jina lake Yesu tamu, lihifadhi moyoni, litakufariji ndugu, enda nalo popote. Napenda wimbo sana. Ninapozungumza nawe katika hili somo, wimbo umekuja kwa kichwa kwa maana na upende sana kwamba jina la Kristo. Topiki yetu inasema jina la Kristo, kauli yetu ya ushindi, alama yetu ya utambulisho na chanzo chetu cha mafanikio. Na kukaribisha kwa ombi fupi kisha tuendelee tubarikiwe pamoja. Baba wa neema, utukuzwe wewe Mungu mkuu. Tunapoingia katika somo la kipekee kuhusu jina la Kristo, ilivyo kauli yetu, utambulisho wetu na chanzo chetu, tubariki kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Mpendwa, sijui kama unafahamu kwamba kila jeshi ina kauli ya siri. Kila jeshi duniani, Kenya tunalo, Tanzania, Marekani, kila mahali, kila jeshi lina kauli la siri. Na kila ufalme una alama ya utambulisho. Vile vile kila huduma ina chanzo cha nguvu. Lakini kwa Mkristo kama wewe nami, jina la Kristo ndiyo ina mambo hayo yote: kauli ya ushindi, alama ya utambulisho na chanzo cha mafanikio. Ni katika jina moja tu, jina la Yesu Kristo. Ndio nataka tuangalie vipi jamani, mhubiri unasemaje leo. Safiri nami ili tuweze kuelewa vile jina la Kristo ni kauli ya ushindi, alama ya utambulisho, chanzo cha mafanikio. Jina la Kristo, naomba nikukumbushe kwamba sio tu neno la kutamka. Jina la Kristo si neno tu la kutamka, mpendwa Mkristo mwenzangu, naomba nikukumbushe leo, bali ni agizo, ni kauli, ni utumishi, ni nguvu katika safari ya kiroho. Unajua kuna watu wanatamka jina la Yesu tu, yani kimzaa tu. Ndio maana ninakumbuka nilisoma nukuu ya kipekee katika kitabu inaitwa Tumaini la Vizazi Vyote. Inasema hivi kwamba hata unapoomba, kuomba kwa jina la Yesu Kristo sio tu kulitaja kiolela. Ni maisha yake, ni mwenendo wake, ni kuwa na roho ya Yesu Kristo. Ndiyo jina la Yesu linakuwa na maana kwako. Je, jina la Yesu ni pipi kwako? Naomba nikukaribishe pia kwamba katika jina la Kristo ni kauli ya ushindi. Vipi? Ni neno tunalolitumia kutambuliana kwa umoja wa askari. Yaani unaposikia tu kauli ya ushindi kwa muktadha wa dunia, ili ni neno linatumika ili kutambuliana. Unajua kwa mfano jeshi, kitambo nilipokuwa natazama filamu, unapata jeshi likitrainiwa, kuna ile code. Sasa ndio hiyo kauli ya ushindi. Yaani wanatambuana wakiwa katika hatari, huyu akitamka anaelewa anasema nini. Kwa hivyo kunapotumika jina inaitwa kauli ya ushindi, ama kwa Kiingereza ukisema watchword, ni kwamba inasaidia kutambuliana, inasaidia kwa umoja wa askari, pia uaminifu wa mwelekeo, pia kwa ujasiri katika vita. Lakini sasa kumbuka, leo somo letu ni katika mujibu ama muktadha wa Biblia. Je, jina la Yesu vipi ilivyo kauli ya ushindi? Nilipokuwa nasoma katika Biblia, ndio maana ukisoma Zaburi 27, Daudi anasema hivi kwamba jina la Yesu ni kauli ya ushindi. Anasema sisi tutalitaja jina la Bwana wetu, tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Yaani ukiangalia hapo nyuma alikuwa anasema wengine wanataja magari ya vita, mafarasi, lakini kwetu sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Haleluya! Kauli ya ushindi, jina la Kristo. Sio hivyo tu, hivyo katika mapambano ya kiroho, kauli ya ushindi wetu ni jina la Yesu Kristo. Ndio maana hata tunapokutana na mapepo tunayafukuza kwa jina la Yesu Kristo. Ndio kauli ya ushindi wetu katika mapambano. Na katika njia ya utambulisho, ukisoma Matendo 4:12, wakati mtu mmoja alikuwa mgonjwa, amekuwa kiwete, Petro na Yohana wamemwombea na amepona katika jina la Yesu. Wanawaambia wengine wanaouliza maswali, wanamwambia hivi, hakuna jina jingine tuokolewalo kwalo isipokuwa jina la nani? La Yesu Kristo. Utambulisho. Jina la Yesu Kristo ni utambulisho. Kando na kauli ya ushindi kwamba
Ni kwa jina la Yesu tunashinda mwovu shetani, mapepo na nguvu za giza. Pia jina la Yesu Kristo ni kauli ya utambulisho kwamba kuna jina jingine duniani hata mbinguni tutaweza kuokolewa. Ukienda katika Matendo 11:26 pia nikapata ujumbe wa pekee. Inasema hivi, waliitwa Wakristo kwa sababu la jina la Kristo. Mnakumbuka? Hapo ndio mara ya kwanza watu wanaitwa Wakristo. Yaani inamaanisha hata wewe kama unaitwa Mkristo nami, ni nini imenipa utambulisho? Ni jina la Yesu Kristo. Ndio maana naitwa Mkristo. Swali ni je, unaelewa? Je, unajua ukiitwa Mkristo anayekufanya unatambulika ni Yesu Kristo? Una uhusiano gani naye? Jambo jingine tulipokuwa naangalia pia, kupitia kwa jina la Yesu Kristo linatupa umoja ama chanzo pia cha mafanikio. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza 10-13 inasema hivi, umoja unapatikana kwa kutazama jina la Kristo, si wanadamu. Hapa ni Paulo akiwaandikia, anawaambia wengine wanasema mimi ni wa Paulo, mwingine anasema mimi ni wa Paulo, mwingine anasema mimi ni wa Kefa, mwingine anasema sijui ni wa nani. Ili kupata umoja, jina la Yesu Kristo ndiyo linaleta umoja huo. Kwa hivyo usiseme wa Paulo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa sijui nani. Umoja wetu kama Wakristo, kinachotutambulisha ni Yesu Kristo. Pia ndio maana natoa hii nukuu ya kipekee. Mwandishi mmoja kitabu inaitwa Signs of the Times anasema hivi, jina la Yesu liwe kauli yenu, alama yenu na pasipoti yenu. Amina. Nilipenda hii nukuu nilipokuwa nasoma kwamba jina la Yesu Kristo, wewe msafiri unayeelekea mbinguni, jina la Yesu Kristo iwe kauli yako, jina la Yesu Kristo iwe alama yako, jina la Yesu Kristo iwe pasipoti yako. Utabarikiwa sana unapotafakari hiyo. Si hivyo tu, katika kitabu inaitwa Testimonies Volume 5 inasema hivi, ukurasa wa 512 inasema hivi, kanifurahisha. Jina la Yesu ni kauli ya nguvu dhidi ya majaribu. Jina la Yesu ni kauli ya nguvu dhidi ya majaribu. Swali, unapitia majaribu? Naam, mimi nayapitia, na wewe najua nayapitia. So ili kupata kauli ya ushindi wakati wa majaribu, unahitaji jina la Yesu. Ndiyo nguvu dhidi ya majaribu. Kumbuka leo topic inasema jina la Kristo, kauli ya ushindi, alama utambulisho na chanzo cha mafanikio. Unaelewa? Kwa hivyo watu wa Mungu, naomba pia tuangalie sehemu nyingine. Jina la Yesu Kristo kama alama yetu ya utambulisho pia inamaanisha nini? Wewe ni nani? Kuna mtu anauliza sasa, jina la Yesu kama alama ya utambulisho wangu. Tumesoma mafungu mawili matatu, lakini tungependa tuelewe zaidi. Jina la Yesu Kristo kama alama ya utambulisho wako inamaanisha nini? Ni swali kwamba wewe ni nani? Nani anakumiliki? Ni nchi ya ufalme unaotumika. Kwa mfano, unapomchukua Yesu Kristo, unavaa jina lake kama alama ya utambulisho. Yaani wewe ni nani? Naitwa mimi ni Mkristo. Nani anakumiliki? Wacha iwe ni Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo jina la Yesu kama utambulisho. Ukisoma katika waraka wa pili kwa Timotheo, Paulo akiandikia Timotheo, sura ya 2:19 anasema hivi, kila aliyelitaja jina la Kristo na aache uovu. Ninakumbuka wimbo mmoja anasema, je, mimi ni msafiri kwa kuelekea mbinguni, ni uache uovu nikamuone Yesu, na kila alitajaye jina lake Bwana Yesu, auache uovu tukamuone Yesu. Jina la Yesu kama alama ya utambulisho, unapolitaja acheni uovu, kwa maana Yesu hausiki na uovu. Ndio maana kusoma Waebrania nasema anachukia uovu, anapenda haki. Ukijitambulisha na jina la Yesu kama utambulisho wako, uacheni uovu. Ndio maana Yesu anasema basi katika Yohana 13:35 anasema hivi, upendo ni alama ya wanafunzi wa Kristo. Anasema mpendane, nimewaachieni amri mpya, mpendane nyinyi kwa nyinyi, ili wajue nyinyi ni wanafunzi wangu. Kwa hivyo unapolitaja jina la Yesu, uovu weka kando, upendo udhihirike. Sasa pia katika jina la Yesu kama utambulisho wako, lazima ujitenge na dunia.
jina la Yesu kuwa utambulisho wako na ulitaje. Jitenge na dunia mpendwa. Nilipokuwa nasoma Petro wa kwanza 2:9 inasema hivi, taifa teule, kumbuka, watu wa Mungu, wamiliki ya Mungu, ukuhani wa kifalme. Kwa hivyo tunaitwa kuonyesha sifa za Kristo aliyetuita kutoka dhambini kwenda nuru yake ya ajabu, ili ujitambulishe na jina la Kristo, ujitenge na uovu, utoke kwa njia na mienendo ya kidunia, na ili umwakilishe Yesu Kristo, uvae jina lake, uishi tabia yake, udhihirishe upendo wake, hivyo na kutimiza utume wake. Yesu alizuru miji na vijiji kuombea watu, kuwafundisha, kuwaponya. Ufanye hiyo kazi. Zuru watu wagonjwa, waombee, wape matumaini, waliokufiwa wafariji, kuwa matumaini, kuwa sikio kwa wale ambao wasikiki, kuwa haki kwa wale wasio na haki, wapiganie. Yaani kwamba jina la Yesu. Ndio maana kuna kitabu ya kipekee pia napenda, inaitwa Christ Object Lessons, ama vielelezo vya mafundisho ya Kristo, ukurasa 298 inasema hivi, jina la Kristo ni alama yetu ya utambulisho, linaonyesha dunia sisi ni nani. Ninapenda hivyo. Hata kuna ndugu ananisikiliza anaitwa Mzee David, najua anasikiliza. Hata ndugu ambaye mwingine pia anasikiliza anaelewa hiyo kwamba jina la Yesu Kristo ni alama yetu ya utambulisho. Yaani kama si Yesu Kristo kweli hatungekuwa na thamani yoyote duniani, kama si Yesu Kristo. Kwa hivyo jina la Yesu Kristo ni alama ya utambulisho, linaonyesha dunia sisi ni nani. Je, unayeitwa Mkristo, jina la Yesu Kristo limekutambua? Unaojitambulisha nalo, je, limekuweka wazi kwa dunia kwamba wewe ni nani? Kitabu cha kipekee pia napenda kusoma, inaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, kurasa 676 inasema hivi, wanaochukua jina la Kristo wanapaswa kudhihirisha tabia yake. Amina. Narudia, wanaochukua jina la Kristo wanapaswa kudhihirisha tabia yake. Wewe umelichukua jina la Kristo, unaitwa Mkristo. Je, unadhihirisha tabia yake? Ama wewe ndio umeoza na umeozesha wengine? Unajua Waswahili wanasema nasi bovu Arabu ya nzima. Ama wewe ndio yule mbovu unataka kuharibu wengine kanisani, katika kijiji, katika familia. Unapolichukua jina la Yesu Kristo, udhihirishe tabia yake. Kuna nukuu nyingine nilipata inasema hivi, upendo ni alama ya wafuasi wa Kristo. Ndio ile tulisoma pia katika Yohana 13:35. Kwa hivyo mpendwa, ninakuhimizaje leo katika hili somo tunapoendelea tukaribie? Kumbuka jina la Kristo kama chanzo chetu cha mafanikio. Mbona ni muhimu? Unaposoma Matendo 3:6 inasema hivi, wagonjwa waliponywa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo jina la Yesu ni chanzo cha mafanikio. Yaani utendakazi wetu ili tufikie watu wa Mungu, waliogonjwa wapone, tunahitaji jina la Kristo. Italeta mafanikio kwa kazi yetu, wagonjwa wapone katika jina la Yesu Kristo. Pia ukisoma Matendo 4:30, miujiza mingi ilitendeka kwa jina lake. Miujiza ya Mungu kufungua njia watoto kama wamekosa karo waende shule, waliokuwa wanaonekana kwamba watapita mtihani wapite, miujiza ya Mungu. Walioonekana kwamba watapata watoto, kwa maombi kwa jina la Yesu wapate kufunguliwa, wapate kuzaa na kupata watoto kama vile Ana alipata. Yaani jina la Yesu chanzo cha mafanikio. Na sio hivyo tu, jina la Yesu kumbuka ni nguvu dhidi ya shetani. Je, mtu anauliza, mwalimu ama mchungaji, hebu tumfatie mifano katika Biblia vile jina la Yesu ni nguvu dhidi ya shetani, chanzo cha mafanikio. Kitabu cha Luka 10:17, maandiko yanasema hivi, mapepo yanatii kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kwa maana tunapoenda hii kazi, mapepo yako, wachawi, waganga wa siri, ili tuwashinde na kuwakandamiza, tunawakandamiza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Watatii na watatoweka. Kazi ya Yesu songe mbele. Katika Marko 16:17, Marko anasema hivi, kwa jina la Yesu tutafukuza mapepo. Mapepo watatii na tutayafukuza. Pia usisahau, katika jina la Yesu Kristo, kama kauli ya ushindi, kama chanzo cha mafanikio, kama alama ya utambulisho, ni kwamba ni kwa jina la Yesu tunapata nguvu katika maombi yetu. Yohana 14 inasema hivi, 13-14, kila kitu
tutakachokiona na kukiomba kwa jina la Yesu tutapewa. Yesu anasema chochote muombacho kwa jina langu mutapata, ili jina la Baba liinuliwe. Kwa hivyo kuna nguvu ya maombi katika jina la Yesu. Ukisoma pia Yohana 16:23-24 nasema kuomba kwa jina la Yesu linaleta furaha kamilifu. Mbona? Tunachokiomba tunakipata, na kwa kukipata furaha yetu inakamilishwa. Wapendwa, jina la Yesu ni tumaini la kipekee, ni nguvu kwa kazi yoyote. Paulo akiwaandikia Wakolosai anawaambia hivi 3:17, fanyeni yote kwa jina la Bwana Yesu. Kwa hivyo yale mambo yanayoonekana magumu, kuomba, nitaomba kwa jina la Yesu. Kuhubiri, nitahubiri kwa jina la Yesu. Ndio maana kuna wimbo wengine wa Tanzania wameimba, ninaweza kuomba, ninaweza katika jina la Yesu, ninaweza, nitaweza kwa jina la Yesu, nitaweza nitaweza kwa jina nani? La Yesu. Nitaomba, nitahubiri, yani nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Wacha nisome hizi nukuu ninapoleta hitimisho kwa somo hili. Mwandishi mmoja pia, somo la kipekee, nukuu inasema hivi: mafanikio yanaweza kuja kwetu tu kwa jina la Yesu. Mpendwa, sio hekima nilio nayo, sio kujituma kwangu kutaleta ufanisi. Ni kwa jina la Yesu nitapata mafanikio mengi. Nikupe mfano mzuri. Daudi, si alikuwa kijana mdogo, amedharauliwa, lakini si aliletea Israeli washindi? Alishinda Goliathi chitu kwa sababu alimtegemea nani? Yesu. Kwa hivyo katika jina la Yesu tunaweza, katika jina la Yesu tunaweza pata ushindi kwetu na mafanikio. Si hivyo tu, kitabu inazungumzia huduma ya watendakazi wa Injili. Inasema hivi, katika jina la Yesu tunayo nguvu yote kwa huduma. Kama wewe ni mhudumu katika shamba la Mungu, ni kwa jina la Yesu utapata nguvu yote ya kuomba, ya kuhubiri, ya kuleta watu kwa Yesu, kwa jina la Yesu. Kitabu cha kipekee pia ambacho kimetafsiriwa zaidi ya lugha 160 kinaitwa Njia Salama. Ukurasa 62 nasema hivi, jina lake Yesu utupa nguvu ya kushinda kila dhambi. Tunahitaji ushindi. By the way, shida kubwa tunayo kama wanadamu ni kulemewa na majaribu na kuanguka dhambini. Tukupitia kwa jina la Yesu tumepewa matumaini, tutashinda dhambi. Na tukishinda tutafanikiwa kwa mambo mengine. Tutaweza kuomba, tutaweza kuhubiri, tutaweza kuhudumia watu na mvuto mzuri. Jina la Yesu. Nukuu nyingine, ufurahie kusikiliza kwa maana ni maneno mazuri. Nimesoma mafungu kadhaa, naopa nukuu za kipekee za kuhimiza, za kukujaza roho. Nasema hivi, jina la Yesu ni ufunguo unaofungua hazina za mbinguni. Hiyo ni kitabu inaitwa Ushuhuda kwa wahudumu wa neno la Mungu, ukurasa wa 377. Jina la Yesu ni ufunguo unaofungua hazina za mbinguni. Unaelewa hiyo? Ninaelewa hiyo mimi. Hazina za mbinguni zina nini? Vyote vizuri vya kutamanika ambavyo dunia haiwezi kugharamia. Kupitia kwa maombi nitapata. Kwa hivyo ninapomaliza ni kwamba Mungu ni mwema. Kumbuka jina la Yesu Kristo, kauli ya ushindi, alama ya utambulisho na chanzo cha mafanikio. Ninapohitimisha ni kwamba ukilivaa jina la Yesu leo, woga utatoweka. Ukilivaa jina la leo, mapepo yatakuogopa. Ukilivaa jina la Yesu leo, mbingu itakusikiliza. Ukilivaa jina la Yesu leo, Roho wa Mungu atakutia nguvu. Ukilivaa jina la Yesu leo, utume wako, utumishi wako utazaa matunda kweli kweli. Na jina la Yesu liwe kauli yako ya ushindi. Jina la Yesu liwe alama yako ya kujitambulisha. Na jina la Yesu liwe chanzo chako cha mafanikio. Vile tumeona katika Biblia na katika nukuu mbalimbali ndio ya nabii, ni kweli tunalihitaji jina la Yesu. Leo hivi nakualika ulipokee jina la Yesu. Usilitamke tu, ujue ni kauli ya ushindi, ni nguvu,
ni uwezo, ni mamlaka. Chukua jina la Yesu. Na kukumbusha wimbo, jina lake Yesu tamu, lihifadhi moyoni, litakufariji ndugu, enda nalo popote. Jina la thamani, tumaini la dunia, jina la thamani tamu, furaha ya mbinguni. Chukua jina la Yesu, lihifadhi moyoni, utaona tofauti, na Mungu azidi kupigania na kubariki katika jina la Yesu Kristo mwombezi wetu. Na ubarikiwe. Tuonane tena katika huduma nyingine. Na kubariki Naomi. Mungu bariki msikilizaji wangu anapotafakari ujumbe huu, anapopokea ujumbe huu, hata atakayepata baadaye. Hebu ujumbe mbariki, hebu aimarishwe, auishwe, na jina la Yesu iwe ngome imara katika maisha yake, na matumaini na furaha. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Barikiwa. Tuonane tena majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asante sana. Asante kabisa.